Hujambo na karibuni sana. Leo tunajifunza maneno ya shamba. Yaani, tutaongelea vitu vyote vizuri vinavyopatikana shambani. Itakuwa safari ya kufurahisha sana. Mko tayari? Basi, twende. Sawa, katika somo letu la leo, tutaangalia vitu vinne muhimu sana. Kwanza, wanyama, halafu mazao, halafu vifaa tunavyotumia, na mwisho, kazi zenyewe za shambani. Itapendeza sana, tuanze pamoja. Sehemu yetu ya kwanza kabisa ni kuhusu marafiki zetu wanyama wa shambani. Haya, hebu tuone ni viumbe gani wazuri wanaishi hapa. Hebu angalia hapa. Kila mnyama ana kazi yake. Ng'ombe anatupa maziwa matamu. Mbuzi, huyu naye anatupa maziwa na pia nyama. Kuku anatutagia mayai ya kiamsha kinywa. Alafu kondoo anatupa sufu ya kutengeneza nguo za joto. Wote ni muhimu sana. Na safari yetu inaendelea. Hapa tuna nguruwe anayefugwa kwa ajili ya nyama. Alafu yupo bata anayependa sana kuogelea majini. Punda naye ni msaidizi wetu kweli, anatubeba mizigo mizito. Na bila kumsahau mbwa, mlinzi shupavu wa shamba letu. Na huyu hapa ni shujaa mwingine, paka. Huyu ana kazi maalum sana, kuhakikisha wale panya wasumbufu hawasumbui wala kuharibu mazao yetu. Kazi nzuri sana paka. Sawa, tumeona wanyama. Sasa, vipi kuhusu mazao ya shamba? Hebu tuende shambani moja kwa moja, tuone ni nini hasa kinachokuwa huko. Angalia hapa. Hivi ndivyo vyakula tunavyopenda vinavyoanzia. Mahindi kwa ajili ya ugali wetu, maharagwe matamu, ngano ya kutengeneza mkate, na bila kusahau mchele kwa wali mtamu. Vyakula hivi vyote vinaanzia hapa shambani. Na utamu unaendelea. Hapa tuna ndizi na viazi vitamu kweli. Pia tunaona mihogo na mboga za majani zenye afya. Vyote hivi ni muhimu sana kwa afya zetu. Na tunamalizia sehemu hii na tunda ambalo wengi tunalipenda, embe. Ni tamu, lina maji mengi na limejaa vitamini za kutupa nguvu. Sasa, ili kufanya kazi hii yote, mkulima anahitaji wasaidizi. Sio wanyama tu, bali pia anahitaji vifaa. Hebu tuangalie ni vifaa gani vinavyorahisisha kazi shambani. Tizama, jembe tunalitumia kulimia na kupanda. Koleo kwa ajili ya kuhamisha udongo. Kwa shamba kubwa zaidi tunatumia trekta ili kwenda haraka, na toroli kubeba vitu kwa urahisi. Kila kifaa na kazi yake. Na bado tuna vifaa vingine, panga la kukata mimea, ndoo na pampu kuhakikisha mimea yetu inapata maji ya kutosha, na kamba ambayo ina matumizi mengi sana kama kufunga vitu pamoja. Sasa, kwa kuwa tunajua maneno ya wanyama, mazao na vifaa, hebu tuone jinsi ya kuyatumia kuelezea kile kinachotokea shambani. Ni wakati wa kujenga sentensi. Tuanze kutunga sentensi. Na hivi ndivyo tunavyofanya. Tunaanza na nani? Jibu ni watoto. Halafu tunajiuliza wanafanya nini? Wao wanalisha kuku. Tukiunganisha pamoja tunapata sentensi kamili. Watoto wanalisha kuku kila asubuhi. Rahisi sana, si ndio? Mnafanya kazi nzuri ya ajabu. Safi sana. Sasa, hebu tufanye marudio. Yaani, mapitio ya haraka ya kazi zote za shamba tulizojifunza. Macho yako kwenye screen. Sawa, tupitie haraka. Mkulima anapanda mbegu. Sisi tunamwagilia mimea. Tunavuna mazao yetu. Na mama anakamua ng'ombe. Unaona, kazi shambani haiishi. Na shughuli mbili za mwisho lakini muhimu sana. Kwanza kuandaa shamba kwa kulichimba. Na mwisho ile furaha ya kubeba mazao kutoka shambani. Kila hatua ni muhimu sana. Na ujumbe wetu mkuu wa leo ni huu. Mkulima anafanya kazi kwa bidii shambani. Kazi hii ngumu na upendo ndivyo vinavyotuletea chakula chetu chote. Ni jambo la kuheshimu na kujifunza kutoka kwake. Mmefanya vizuri sana leo. Kabla hatujamaliza, jiulize, umejifunza neno gani jipya la shamba leo?